Niache. Nimesema niache. Kiriku, unanipenda au nipendi? Kiriku, narudia tena. Unanipenda au unipendi? Sikiza nikwambie. Sikupendi, sikuhitaji, na sitamani kutoka hata. Aha, subiri uone. Sasa hivi ni mdada mzuri sana na ana kila sifa ya kuitwa mwanamke. Lakini huyu mdada ni nani? Inaonekana ni mgeni katika hiki kitongoji chetu. Wewe ndio nimemuota jana kwenye njozi. Odi. Odi. Shangazi. Mariamu huyo, karibu mwanangu, jamani, karibu mwanangu wewe. Asante. Vipi za huko? Karibu mama. Asante. Jamani, umejuaje hapa? Shangazi, mimi mtoto rais nikusukupaja nyumbani jamani. Kweli mtoto rais mwanangu. Karibu mwanangu. Asante. Karibu sana. Hey. Vipi?
Kwema bosi wangu. Habari ya sasa hivi? Sasa kilichokufanya ukimbie ni nini? Hapana bosi wangu. Sinajua tu mawazo haya. Hai. Yaani mtangia nimekupa kazi ndo umechimba tu haya matuta? Hapana bosi wangu. Kuna matatizo tu. Na pia afadhali bora ulivyokuja leo. Nilikuwa na shida na hela kidogo. Sema kweli na siku ngapi hizi sijala. Naomba nisaidie basi chochote kitu. Hivi wewe Kirikuni mzima kweli wewe? Kichwani zina chaji? Uko na akili timamu? Wewe si umeniomba hela mimi nikakupa kidogo kidogo. Tena nimekupa hela hata kazi zenyewe hujaimaliza. Kazi ina wiki nzima. Hivi ni bosi wa design gani anaweza kumpa mtu kazi afu akampa hela kabla hajamaliza kazi? Lakini mimi nimekupa pesa, tena nimekupa pesa kidogo kidogo mpaka imebaki shilingi 4,000 tu. Hapana bosi wangu. Naomba basi nisaidie. Japo hata kidogo tu. Ili maji niweke kitu tumboni. Eti nisaidie unga kidogo. Hivi kama ungekuwa unataka unga, kwa nini usingekamilisha kazi yako mapema? Au unataka nionekane bosi ambaye simjali mfanyakazi? Nionekane bosi wa ovyo, si ndio? Sikiliza. Maliza kazi nikupe pesa. Kama hujamaliza kazi yangu, mimi kukupa pesa ni ngumu. Aslan abadani. Siwezi kukupa pesa yangu wewe. Hapana bosi wangu. Nakuomba. Hebu usinipigie magoti. Nisije nikaonekana tajiri ambaye ni mpumbavu, si wajali wafanyakazi. Kama ni pesa nimekugaia kidogo kidogo. Fanya kazi nikupe pesa yako. Hapana bosi wangu. Naomba basi nisaidie japo hata kaunga kidogo tu. Imadi nipate kula kwa siku ya leo. Bila kumaliza kazi siwezi kukupa pesa. Mjinga wewe. Wewe kazi kidogo kidogo tu umeshindwa kufanya na unapiga matuta tu mawili matatu haya unaanza unadai hela. Maliza kazi nikupe hela bwana. Sitaki ujinga mimi. Mjusi. Ndugu yangu. Nani wewe sasa hivi anakuja kupiga makelele kwenye nyumba za watu sasa hivi watu wengine wametulia. Watu nadaiwa na benki kubwa za dunia. Kiri kubwa hii. Niambie ndugu yangu. Naona sasa unapiga ndugu yangu unakuja kupiga makelele sasa hivi asubuhi watu wamerelax wametulia Hamna bwana ndugu yangu unaona hapa unajua nimetoka shamba ndugu yangu. Kwa hapa nilipo mwanangu na shida kidogo nataka unisaidie. Na shida. Sasa hapo kwenye shida hapo ndio panakuaga changamoto. Sasa wewe kila siku wewe uishiwaji shida. Hapa nilipo na matatizo chungu mwili mzima ndugu yangu. Inna lillahi. Tena shida yangu ni moja tu. Bwana leo nimejimu kwenda shambani. Asiye kilichonikuta huko ni makubwa kuliko ya hapa niliyokuta. Si nimegombana na bosi wangu ndugu yangu. Yaani kakuzingua kwamba mmepigana majembe au mmepigana mashoka? Watu tulikuwa tumepigana majembe wala mashoka. Kikubwa tu nilikuwa na shida na hela. Kanikatalia na kuniambia katika mshahara wangu nimebakisha shilingi 4,000 ndugu yangu. Yaani wewe ndugu yangu. Kwanza wewe na wewe sasa hivi umekuwa mlimaji. Alikuwa kama unavyojua ndugu yangu, maisha tunajitafuta sana katika kitongoji chetu hivi. Kwa lazima tujichomeke huko na kule maji tupate chochote kitu kiingie tumboni. Kwa hiyo umetoka huko kulima, bosi wako hela umebakiza shilingi 4,000. Kwa hela yote umelamba umebakiza shilingi 4,000. Bosi wako kakunyima hiyo pesa. Sikia ndugu yangu. Wewe naomba nisaidie.
ili mradi tu na mimi nipate kula. Kwa hiyo yani ukatoka huko unapotoka ukasema ngoja nipite kwa bwana tajiri yule, angalau ujue kwamba ana pesa. Ni kweli ndugu yangu, shida sio shida, ila shida kuleta shida, hiyo ndio shida. Naomba basi nifikirie. Unajua wewe Kilikuu, nikwambie kitu kimoja. Yaani kwa leo bwana umefeli kweli, tena umefeli. Kwa sababu hapa nilikuwa zangu ndani, nimepigiwa simu bwana. Si unamkumbuka yule mwanangu yule mzana yule mdada yule? Nimepigiwa simu kameza shoka. Kwa hapa ndo nilikuwa nafanya mpango hapa, najiandaa ili mradi nifanyeje? Nipate kwenda hospitali. Na mimi mwenyewe sielewi hapa, nimepauka. Hivyo mimi mwenyewe hapa nilikuwa nataka nifanye mpango, nipitie mazingira huko nikakopa. Kwa hiyo anakukwambia hivyo manake umo hata ndani jikoni kalala paka. Hamna chochote. Sasa wewe ndugu yangu muda umekuja muda mbaya. Yaani kufupi mguu wako ni wa hovyo. Wa hovyo kabisa. Mguu wako hamna kitu. Ujue wewe ndugu yangu, tena rafiki yangu wa karibu sana. Basi sawa, kama unasema leo hauna, na pia siwezi kukuforce. Basi nikutakie mchana mwema. Mimi wewe najua kabisa kama mimi wewe ni rafiki yangu. Na sio rafiki, umekuwa zaidi ya ndugu. Kwa sababu toka enzi zile za kunyamavia mafungu, ukiulizwa Kilikuu umekunya wapi, nimekunya hapa, nimekunya pale, nimekunya kule. Mimi najua ndugu yangu wa damu. Kwa hiyo mimi wewe ukija na shida, mimi siwezi kukosa kusaidia, lakini mpaka ukiona hivyo kwamba mimi nimekataa, maana yake nimepachama mimi mwenyewe ndugu yako sina kitu, nimepauka. Nimekwambia hapa nimepigiwa simu mwanangu kameza shoka. Inatakiwa niende hospitali. Na kule hospitali nimeambiwa bwana angalau huko bwana piga misa unavyokosa angalau uje na $100 sawa na $850. Sasa mimi unaona hapo ndugu yangu kama namtiani. Hivyo nikajua hapa angalau hata umekuja mguu wako uwe wa kheri, angalau hata kidogo mwana chochote kitu utaka maana 5,000 unipatie nitie mfukoni ndugu yangu, kiwe kilinda mfuko au nigeza tena huyu. Poa, tutatafutana. Kama vipi basi tutakutana. Poa. Yaani kama Mungu tu kaniambia mjusi usile nje muda huu, maana kuna kiumbe hicho kinaitwa fula kinakuja. Maana yule bwana kuna siku nilimkaribisha anapiga madongo kama Drogba. Yaani anaacha kwenda kufanya kazi huko kutafuta, ategemea tu kwa watu. Yaani leo ningeisha. Sema leo ningemlamba mikono angekuwa. Ngwanika. Nikuangata. Niambie mwanangu. Sasa huko mjini. Siku la wazima, naona umetususa. Yaani tangia nitoke mwaka ule mpaka leo. Natamani hata nije, lakini ndio hivyo kazi zangu za shamba huko vijijini, tena mazao yangu natazama mwenyewe. Unajua niko peke yangu. Hata kama shangazi ndio ushinde kuja nyumbani kusalimia, utakuja. Nitakuja, hata usijali tu. Naijua hiyo. Unaijua vipi? Naomba nikuulize kitu. Ndio shangazi. Hivi huyu rais ameamua kuja kukutuma wewe kuja kutafuta hili kizingiti, anaamini utakiweza kabisa wewe? Shangazi, huwezi kuamini, nina bahati kweli. Kitu cha kwanza nilichokutana nacho hapa kijijini ni hicho kizingiti. Kweli wewe ni mashine mwanangu. Kama ni hivyo, naamini kila jambo litakuwa sawa. Tena tutashinda vizuri kama maji tunanawa, nyama tunapata na kizingiti tunakipata. Na jembe kweli hapa. Hapo nakuaminia. 100%. Basi sawa, ngoja tuone. Ndugu yangu ananiambia kuna kitu kinanitawala kichwani mwangu. Yaani kuna njozi nimeiota. Na pia nimemuota huyo mwanamke. Afu mwanamke kanichanganya sana. Nahisi ni mgeni katika kitongoji hiki. Hatimaye leo nimemuona. Yaani usinione hivi kwamba nimelala ukajua labda mimi sikusikii. Na kusikia tu vizuri ndugu yangu. Yaani wewe ndugu yangu shida yako umekuwa prostitute sana. Wewe ni maraya. Yaani wewe ukimwona mtoto wa kike unapapalika kweli. Amani inakutoka, unachanganyikiwa, unavurugwa. Hebu kuwa kama mimi, kuwa comfortable. Mimi nimeoa mke wangu yule pale, ona. Naendesha maisha yangu sasa hivi safi.
Lakini wewe ndugu yangu hutaki kuoa. Wewe tu unapenda wanawake. Ukimwona mtoto wa kike basi unachanganyikiwa, unavurugwa. Fahamu ndugu yangu kwamba sasa hivi kuna malazi. Kuna malazi kweli kweli. Mtu sasa hivi ukimwi, mtu sasa hivi sio mpaka upate ukubwani. Mwingine anazaliwa nao. Mtu unaweza kupata ukimwi, oa mke wako mmoja, utulie, urelax naye, maisha yaendelee yawe safi. Lakini wewe ndugu yangu ukiona mtoto wa kike unapagawa, unachanganyikiwa. Watoto wa kike watakupeleka wapi wewe ndugu yangu? Haya malaya uendekeze, upate kitu gani ndugu yangu? Hata ukiwa na wanawake 10, 30, 40, wakufikishe wapi? Kuwa na mkeo mmoja wewe kama mimi ndugu yako. Wewe kupanga maisha safi. Ukiwa na mkeo mnapanga maisha yanaendelea, hata mwenye milango ya riziki inafunguka, inakuwa iko safi. Kuliko hivyo ukiwa na mtoto wa kike haya hapa sasa unaniambia kwamba umelala, umemwota mtoto wa kike, umemwona. Huna chochote ndugu yangu, najua huo ni umalaya mtupu ambao unakutaka kukuponza. Hata sikia nikwambie. Mimi sio mtu wa mademu bwana. Afu mpaka hivyo ndio unipe hizo sifa. Unaona chekesha. Yaani mimi haiwezekani tu uniambie kwamba eti umelala usiku umemwota mwanamke yule mwanamke akakuja kwenye ndoto, sijui anakufanyia vitu vya ajabu, alafu the way leo sijui jana sijui unaenda shamba umekutana naye njiani. Kwa ndugu yangu umeona mimi mtoto mdogo wa kunihadisia hizo ni yani hayo mambo ya hizo mambo ya bunuasi hayo ndugu yangu. Achana mambo. Afu ndugu yangu nikwambie kitu kimoja. Unajua haya maisha yanakwenda mbele. Hayarudi nyuma. Itafika wakati wewe utaitwa baba. Watu watabidi wakutegemee. Una familia yako nyumbani. Una dada zako. Unafikiri dada yako akiachika ende wapi kama sio kuja kwa kaka yake? Wewe itabidi utegemee uitwe baba. Uwe na majukumu. Sasa unavokaa tu hivyo ndugu yangu kwamba unapenda kujibweteka, upendi kazi, unapenda mademu. Aisee ndugu yangu. Mimi ndugu yako na kuchana. Mimi leo nipo, kesho nitakufa. Habari za kula unakuja hapa mimi nakusaidia, unakula, unaondoka, unakula, unaondoka. Siku mimi nitagairi. Nitakwambia ndugu yangu hapa hakuna kula. Sasa wewe unataka kujibweteka tu usifanye kazi. Aisee mimi nakukataa. Amna kaka. Alijua unajua bisa mimi elimu yangu elimu duni. Na pia unajua sina mchongo wote hapa mjini. Sikia basi nikwambie. Ni hili mara 100 tu basi kanipe mchongo ambao unasanglai wewe ili tuungane tu pamoja. Perfect. Yaani hapo leo ndugu yangu katika siku zote ambazo nakufahamu leo umeongea pointi kama gentleman. Yaani sasa hapo leo ndo nagundua kwamba akili yako imekuwa na imetanuka. Hilo ukiwa kama mwanaume gentleman ndio unatakiwa la kuifanya, kutafuta kazi, sio kutafuta kitu kingine ambacho hakifai. Yaani leo ndo umeongea pointi ya maana. Umeona? Sasa ndugu yangu mimi nadhani hiyo pointi ambayo umeongea leo ni nzuri. Na haina shida kwa sababu mimi kule kazini sina cheo kikubwa sana ndugu yako. Kwa sababu mimi mwenyewe elimu yangu ngumbavu. Ila angalau kidogo nimepewa supervisor. Ila kidogo nikiongea pale kwa bosi maneno majambo yanaeleweka. Kwa hiyo nikichukua hapa nikipeleka kule kwa bosi nikamwambia huyu ndugu yangu angalau na kidogo mje kutafuta mambo ya riziki, mkono uende kichwani, kinywani, hawezi kukataa. Utakuwa umekubaliwa pale kwa mikono miwili na mimi ndugu yako nipo. Hiko ndo ulichokiacha na sio kingine. Wewe mkubwa zaidi ziko utafute maisha wewe. Acha mambo bahahu. Mchawi noti tu. Karibu tuanze. Hilo ndugu yangu limeisha. Basi poa, karibu basi. Ngoja nisebeni. Sawa, lakini mimi leo nakupiga nyingi. Mimi ndo nakupiga nyingi sana. Na alafu wewe achana na timu yako. Mimi nishakwambia mtoto mdogo kushabikia Yanga huko ni kutafuta vidonda vya tumbo kwa nguvu. Hamna shida nyinyi ambao mnakimbia uwanjani. Kwa unaleta jeuri. Hamna shida. Vipi shemeji yupo? Shemeji yako yupo. Basi mpe taarifa kwamba mimi nilikuja. Na wewe hiyo ndo tabia yako. Kila siku unakuja tu unakuja ngoja nilio. Ndio hivyo bwana, afanya mambo hiyo bwana, utafute mambo namna gani bwana. Waache kuja kunigombea hapa kila siku kuja kuniambia chakula. As dancing start, it stands for a while. Haven't go away, we only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb? No. Let us die young, let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in the same beat, life is a short trip. The music's for the sad man.